Bana, mambo vipi? Hii ni movie recap ya If Loving You Is Wrong, na leo tupo na episode ya 6. Bado tunaendelea kuangalia jinsi gani ambavyo majirani hawa wawili wanavyoibiana wake zao. Basi tuendelee kutoka pale tulipoishia. Maana tuliona jinsi ambavyo Rando alivyomkosa mkewe kitandani. Rando akawa na haha sana, ila kumbe Rando alipomaliza kuduna bibie Alex alirudi ndani kwake kimya kimya, kiasi cha bwana Brad kutokujua kabisa. Brad alipogeuka nyuma akashangaa kumuona Alex huyu hapa. Alex akamwambia Brad aache kupiga makelele maana ni usiku mzito sana. Brad akashangaa haraka sana na kusema, Alex, hivi nitaweza vipi kukaa kimya wakati nimekukosa kote humu ndani ya nyumba? Kwanza niambie, ulienda wapi? Basi hapo bibi Alex ilibidi kwanza acheke kidogo kwa dharau, alafu kisha akasema, jamani Brad, kwa hiyo hata mtu asiende chooni kunya? Jamani, chooni? Choo cha wapi hicho? Wakati choo cha chumbani sijakuona. Basi ikabidi bibi Alex ajibu kwa kujiamini na kusema kwamba eti alitoka nje na kwenda kutumia choo cha wageni. Brad akabaki kimya sana. Mbio akaenda kukagua kwenye choo hicho cha wageni, na kweli akakuta choo kimetoka kutumika. Ikabidi bwana Brad yaamini bwana. Kumbe wapi, wife katoka kukobolewa na Rando kwa kwenda mbele. Haya mambo haya, ila ujue nini? Mungu yupo. Sisi tuzidi kusonga mbele. Hatimaye kesho yake, bibi Esperanza, Natalie na Alex waliamua kwenda mpaka nyumbani kwa Kelly, maana hawampati Kelly hata kwenye simu yake. Walifika kisha wakakaribishwa ndani. Bibi Kelly akawapokea kwa shari sana, huku akijishtukia akihisi pengine marafiki zake hao wamekuja kumchunguza, kwani ameachika kwa Travis. Kelly alinyanyua simu yake chap na kuanza kumchamba Masi, kwani Masi ndo mtu pekee anayejua ya kwamba Kelly kaachwa na Travis. Lakini kumbe Masi wa watu hata hakuutoa umbea huo, bali ni Kelly tu kajishtukia mwenyewe. Hapo ilibidi bibie Masi achukue gari lake na kuja chap hadi hapo nyumbani kwa Kelly, kwani dizeni kama anasingiziwa ishu isiyomhusu. Ilibidi Kelly aombe msamaha kwa Masi, kisha akaanza kuwaelezea marafiki zake mkasa wote jinsi ulivyokuwa, jinsi alivyotoswa na Travis dakika za jioni kabisa. Siku mbili baadaye, bibie Masi aliyaona mabadiliko makubwa sana kwa mumewe. Ikabidi Masi amuulize mumewe, ila Rando akasema yupo sawa, ni mambo ya kazi tu yanamkipu bize, ndio maana hata usiku anapolala huwa analala fofofo bila kumjali mkewe. Masi akachukia mno, ikabidi aende zake laundry kufua. Ila wakati akiwa anazitia nguo kwenye mashine ya kufulia, Masi alikamata t-shirt moja ya Rando ikiwa inanukia perfume kama ile ya Alex. Masi akazidi kupagawa mno, na hivyo ukizingatia Alex ni jirani wake wa karibu, wala haikuwa ngumu kwake kumuhisi kivingine, maana siku zote kikulacho kinguoni mwako. Huku upande mwingine, bibi Alex aliamka alfajiri na mapema, akaanza kujibebisha kwa bwana Brad, huku bibi Alex akitaka kuwahi hospitalini kwa daktari wake. Brad akawa tu ametulia kama zoba fulani hivi. Hapo Alex alitoka fasta ili aelekee hospitalini. Ghafla bibi Alex akakutana na Masi hapo nje ya nyumba zao, huku Rando akiwachungulia kutokea dirishani. Masi akamkumbatia Alex ili tu ainuse perfume yake kwa karibu zaidi. Kisha Masi akasema, hivi Alex, ushawahi kuhagi na mume wangu kweli? Bibi Alex alijibu fasta na kusema hapana. Ikabidi Masi aitoe ile t-shirt ya Rando na kumpa Alex ili ainuse harufu yake. Hapo bibi Alex aliamua kujibu shiti kwa kusema, well, I think nishawahi kuhagi naye, ila ilikuwa ni zamani na wala haikuwa kwa ubaya. By the way, Rando ni mtu poa sana, aliongea Alex, kisha akapanda zake garini na kuondoka. Masi akazidi kuwaza mno, ila wakati Alex akiwa ana drive, aliichukua simu yake na kwanza kumpigia Rando, akamueleza juu ya mkasa huo wa harufu ya perfume iliyokutwa kwenye t-shirt yake. Rando akasema hiyo ni hatari na inabidi uwe makini sana, lakini bibi Alex akachukia ghafla na kumwambia Rando kama vipi waachane kuanzia leo. Rando alikubali na kusema sawa, kwani anafahamu kwamba design kama bibi Alex anajitekenya mwenyewe tu, kwani bibi Alex hawezi kukaa mbali na Rando kwa siku zaidi hata ya 2. Huku upande mwingine, Travis aliamua kumfuata bibi Kelly mpaka nyumbani kwake, na leo hii Travis alienda kwa Kelly na mpenzi wake mpya aitwaye Calista. Bibi Kelly alipoona hivyo akazidi kuumia mno, akiamini kwamba Travis kaja kwa lengo la kumringishia tu. Lakini Travis alimtaka sana bibi Kelly amsikilize japo kwa sekunde chache tu, ila Kelly akagoma katu, huku bibi Kelly akitaka huyo mwanamke mpya wa Travis
ambaye ni Calista aondoke hapo nyumbani kwake kabla hajampasua makalio yake. Sijui hata inakuwaje hapa, maana design kama bado Travis anampenda Kelly, ndo hivyo tu kashinikizwa na wazazi wake aoane na Calista. Hebu twende sawa, maana yajayo yanafurahisha. Basi Bibi Alex alifanikiwa kufika hospitalini, akapimwa na kupewa majibu yaliyomshangaza mno, kwani alidhania ujauzito wake ni wa wiki 6, kumbe ni wa wiki 14 sasa, ambazo atazichanganua vizuri zinaifanya mimba hiyo iwe ni ya Rando, yani yule mchepuko wake. Tukirudi huku kwa Kelly na Travis, mambo yalizidi kuwa mabaya mno, maana Kelly alikataa hadi msaada wa fedha aliopewa na Travis, akaichukua cheki ya benki aliyopewa, kisha akaichanachana vipande na kuitupilia mbali. Yani huyu dem sijui hata ni wa wapi, anachana mpaka maokoto. Huku upande mwingine, Eddie alikuja siku hii nyumbani kwa Esperanza, ila alipoingia ndani akashangaa kuona kundi kubwa la makateli likiwa limefurika humo ndani kwa Esperanza. Eddie akataka kufyatua risasi, lakini baba mzazi wa Julius akamsihi sana Eddie awe mpole, na badala yake Eddie na Julius waombane msamaha ili bifu lao liishe. Walisameheana ingawa kibabe sana, huku kila mmoja akijiona ni mwamba mbele ya mwenzake. Wakati Joe akijiandaa kuifunga ofisi, mara ghafla alifika muhuni wake mmoja na kumtaka Joe watoke wote out usiku huu. Joe akakubali, ila Joe alipotoka tu nje ya ofisi akakutana na Lucien ambaye kwake ni baba yake wa kambo. Lucien akamkataza Joe kutoka out na huyo mshikaji. Joe akakubali kishingo upande. Ikabidi Joe aingie kwenye gari ya Lucien na waondoke wote kuelekea nyumbani. Ila huku nyuma ofisini, mara baada ya Joe na Lucien kuondoka, vibaka wawili walivamia ofisi na kuiba kila kitu, kwani Joe alisahau kuseti alamu ya ulinzi siku hiyo. Tukiachana na hili, upande wa Malove ulinoga sana siku hii, maana bibi Alex alimtoroka tena Brad usiku na kumfuata Rando kwenye karakana yake. Kisha Alex akamwomba Rando amtafune kisawasawa mpaka hamu zote zimuishe. Mambo ya binadamu haya. Alipokea simu na kujuzwa kwamba mgahawa umevamiwa na hela zote zimeibwa. Ikabidi bibi Natal na mumewe Lucien waende mpaka mgahawani usiku huo. Wakamkuta Bosi Kim akiwa amekasirika sana. Bosi Kim akamtaka Natal azilipe fedha zake, la sivyo amsukumize mahakamani. Natal na Lucien wakakubali. Ikabidi warudi home kumhoji Joe, kwani Joe ndiye aliyeachiwa jukumu la kuset alarm na kuifunga ofisi siku hiyo. Lakini mara baada ya kumhoji Joe aliwajibu na kusema kwamba alisahau kuiseti alarm ya ulinzi usiku huo. Basi bibi Natal alichukia mno, maana kapewa jukumu asiloliweza hata kidogo, jukumu la kulipa $3,800, la sivyo atiwe jela mazima. Huku upande mwingine, Rando alikuwa zake gym akijiweka sawa. Mara ghafla akaja mkewe akiwa na vibe kama lote. Mas akamwambia Rando kwamba dokta kasema leo ni siku nzuri sana kwao kutafuta mtoto. Hivyo Mas akamsukumiza mumewe juu ya kiti. Kisha Masi akawa sasa na utaka mchezo kisawasawa, ila Rando akagoma, maana hana hisia na mkewe hata kidogo. Muda wote yeye anamuwaza tu Alex. Masi aliinuka juu akaondoka katika hali ya kuchukia sana, huku akijihisi yeye ni takataka mbele ya mwanaume huyo. Ila kumbe mara baada ya Masi kuondoka, alitoka nje ya nyumba yake na kuketi chini huku akiwa anajiliza. Mara ghafla Brad akamsikia Masi akiwa analia. Brad akamchukua Masi na kumpeleka ndani kwake ili apige stori na mwanamke mwenzake ambaye ni Alex. Ila kumbe huku ndani Rando alikuwa akibebika kwenye simu na bibi Alex, tena katika hali ya kutiana mshawasha wa juu sana, ili usiku utakapofika wakutane tena karakana kwa ajili ya kufanya shughuli yao ile ile. Bibi Alex alipoisikia michakacho ya miguu ya mumewe ikiingia ndani, akajifanya eti anaongea na Masi kwenye simu, kumbe asijue Masi mwenyewe yupo nyuma yake pia. Kitendo hicho kilimfanya Brad ahisi kitu, akajua kivyovyote mkewe alikuwa akiongea na mchepuko. Alex alipoulizwa aliruka kwa futi zaidi ya 100, huku akisema eti amekosea jina. Badala ya kumtaja Kelly akajikuta amemtaja Masi, maana amemzoea sana rafiki yake huyo. Masi alibaki tu na mshangao, huku akihisi pengine Alex anayesaliti ndoa yake kama ambavyo mumewe Rando anavyosaliti ndoa yao pia. Ilibidi Brad atoke na kumfuata Rando na kuanza kumsihi asimtese Masi kiasi hicho, na badala yake amnunulie japo maua ya upendo ili tu penzi lao walichipushe upi. Ila Rando alijibu na kusema kwamba
yupo bize sana kwa sasa, labda atafanya hivyo kipindi cha likizo. Brady akawa tu anashangaa, maana alishindwa kuelewa ni kwa nini Randall kapunguza mapenzi kwa mkewe. Tukiachana na upande huo, tunaona baada ya siku 3 mbele, wakati Bibi Mercy akijiandaa kutoka kwa ajili ya mazoezi, simu yake inaita ghafla. Ikabidi aipokee na kwenda kuchukua ripoti fulani toka kwenye kompyuta ya mumewe. Ila kumbe muda huo huo Randall alikuwa kichati na Alex kwa njia ya simu, na kumbe Randall ameilinki kompyuta yake na simu. Hivyo meseji zote zinazoingia kwenye simu yake zinaonekana kwenye kompyuta yake pia. Mercy alipofungua tu kompyuta hiyo, akakutana na utitiri wa meseji kibao za mapenzi, huku zote zikitoka kwenye namba iliyoseviwa kwa jina la Papa. Mercy akaumia sana, akajihisi kama mtu aliyechanganyikiwa. Ikabidi Mercy atoke na aende kwa jirani yake ili kuomba ushauri. Kumbe asijue jirani huyo huyo ndiye anayemuibia mumewe. Jamani nye, haya mapenzi yalaaniwe. Alafu majirani, ngoja tu nisiseme, maana inauma sana. Twende sawa. Mercy alifanikiwa kuingia kwa bibie Kelly na kuwakuta mashoga zake wote wakiwa humo ndani, huku Mercy akiwa analia mno, tena akisema mumewe anatoka na mwanamke mwingine mpya. Ilibidi wamuulize, ndipo Mercy akajibu na kusema kwamba huyo mwanamke kaseviwa kwa jina la Papa. Bibi Kelly aliposikia hivyo, akamkata jicho Alex kupita kiasi, huku bibi Alex akiwa na hofu isiyoelezeka. Baada ya watu wote kuondoka, bibi Kelly alibaki ndani na Alex. Kisha Kelly akawa anamchana Alex live bila chenga, ila Alex akawa anakataa na kusema kwamba sio yeye. Kelly akaichukua simu ya Alex kwa nguvu na kuzisoma SMS zote za mapenzi. Hapo ikabidi Alex awe mpole, akaanza kumwomba Kelly asimwambie Mercy, maana ishu itakuwa mbaya zaidi. Ila bibi Kelly akamtaka Alex aachane na Randall haraka iwezekanavyo. Ila bibi Alex akakiri na kusema kwamba hawezi kumwacha Randall haraka kiasi hivyo, kwani kuna vitu anavyovikosa kwa mumewe, ila kwa Randall anavipata kila wakati. Hapo Kelly akabaki mpole, maana Waswahili husema ya ngoswe mwachie ngoswe mwenyewe.